Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu katika imani, najua unatamani kusoma Qur'ani, lakini unahisi kama umri umeenda au ni ngumu sana kuanza kusoma. Acha nikwambie siri moja. Qur'ani haikuteremshwa kwa watoto pekee, bali kwa ajili ya mioyo yetu sote. Leo nitakupa hatua 3 rahisi zitakazo kusaidia kuanza safari yako ya kusoma Qur'ani leo hii bila stressi. Ndugu yangu katika imani, hatua ya kwanza ni kurudi kwenye misingi. Huwezi kukimbia kabla ya kutembea. Usihangaike na maneno marefu. Anza na herufi 28 za Kiarabu. Siri ya kujua Qur'ani: jifunze qaida, Nuraini au Iqra. Hivi ni vitabu vidogo vilivyoundwa mahususi kukufundisha matamshi, na pia unaweza kuchukua qaida ambapo ni juzu amma, ina alfabeti kuanzia arifu mpaka ye, ukajifunza hatua kwa hatua. Kwa hivyo ndugu yangu, tega dakika 15 tu kwa siku. Usijaribu kukariri zote kwa mara moja. Ukijua herufi 5 kwa siku ndani ya wiki moja, utakuwa mbali sana, ndugu yangu katika imani. Na hatua nyingine ya pili ni kusikiliza zaidi kuliko kusoma. Kama mtu mzima, ubongo wako unajifunza haraka kupitia sauti, yani audio. Tumia application, pakua apu kama Qur'ani Pro au angalia YouTube channel za walimu wanaofundisha herufi kwa sauti. Na katika chaneli hii ya Nurdin Media unaotizama sasa kujifunza, zipo darasa za Qur'ani ambazo nilisha kuzifundisha. Ingia kwenye description, somo la kwanza, somo la pili, somo la 3. Hakika na imani utajifunza. Au kama unaona ni ngumu kwako, basi nifate WhatsApp ili niweze kukufundisha kusoma Qur'ani. Na sikiliza na rudia chaneli za walimu wanaofundisha herufi kwa sauti. Unaweza ukaingia YouTube ukachagua sura fupi kama Suratul Fatiha au Suratul Ikhlasi. Unaweza kuchagua msomaji yeyote, qari yoyote, kisha rudia unachosikia. Hii inasaidia ulimi wako kuzoea lugha ya Kiarabu bila wewe kujua. Na hatua ya 3 na ya mwisho na muhimu zaidi, usisome peke yako. Qur'ani ni elimu ya kurithishana. Tafuta ustadhi au mwalimu, hata kama ni kwa njia ya simu. Na pia unaweza ukanitafuta na vile unaweza ukanitafuta WhatsApp kwa namba hizo unazoziona, ili niweze kukufundisha kusoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, hatua kwa hatua. Ndugu yangu katika imani, usiogope kukosea. Kumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema kwamba yule anayesoma Qur'ani kwa tabu na huku anastasita kwa sababu ni ngumu kwake, atapata malipo mara 2. Ndugu yangu, safari ya maelfu huanza na hatua moja. Usiangalie ni kiasi gani hujui, angalia ni kiasi gani unatamani kuwa karibu na maneno ya Mwenyezi Mungu. Anza leo na herufi moja tu. Ndugu yangu, ningependa nijue kutoka kwako, je, ni herufi gani unahisi ni ngumu zaidi kuitamka? Niandikie kwenye comment hapo chini na nitaweza kukusaidia mbinu ya kuitamka kwa urahisi. Pia usisahau kusubscribe. Masomo mengine yanayokuja utakuwa unapata kupitia chaneli hii ya Nurdin Media, ila hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare. Ndugu yangu, kipindi hichi ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivyo tuendelee kufanya kheri, kufanya khairati, kutoa sadaka kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala
kawajalia kidogo wao wana wafadhali, basi inshallah wanaweza kutoa sadaka kwa wale ambao hawana uwezo. Ikiwa unahitaji kujifunza zaidi, basi inshallah chaneli hii ya Nurdin Media fanya kusubscribe ili unapata mafundisho mbalimbali yanayopatikana katika chaneli hii ya Nurdin Media. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak.